Kama wewe ni mama mmoja wa wale ambaye walikuja kwa kanisa hii bila mtoto, na baada ya kuja hapa ukaambiwa ukapata mtoto, Mungu akakufungua ukapata mtoto, ningependa usimame ukuje pande hii ya mbele. Leo nikupatie nafasi ya kutia wengine moyo hapa ambaye hawana watoto, ya kwamba wakiamini they can get children. Washugaji tusaidie pale. Washugaji, tusaidie. Na hapo huyo mama, huyo dada mwingine hapo. Haya, kama wewe ni mama alikuja hapa bila mtoto, Mungu akakufanyia muujiza, kuja hapa, usimame hapa karibu na mimi. Ulikuja hapa bila mtoto, Mungu akakufanyia muujiza ukapata mtoto uka. Yule hajapata ndiye aweze kuamini. Yule amepata akuje kwanza tumusikie. Fanyeni interview watu hawa mjue. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Kujani. We, daktari walifanya haraka. Kama umepata fanya haraka. Huyu alikuja hapa na amepata mtoto na ako pale Sunday school. Tuambie vile ilienda. Kwa majina naitwa Gaudensia Mkasia. Nilikuwa nimekaa miaka 11 bila kupata mtoto. Sasa ilikuwa 2017 tukaombewa na Archbishop, akasema mwaka ujao majira kama hii mtakuwa mnanyonyesha. Sikumaliza mwezi 2 nikakuja nikapata ujauzito, nikapata mtoto kijana anaitwa Harrison. Haya, kama mimi. Nitataka kumuona one day. Hapo na miaka 6. Nashukuru Mungu. Hapigiwa makofi Bwana. Mama umetutia moyo, umetia wanawake wale wengine moyo. How many years? Sir? Wewe ulikaa miaka mingapi bila mtoto? 11. Miaka 11 bila mtoto. Na Mungu alimpatia mtoto. Na mimi nakubariki. Watoto wako wawe wahubiri hodari. Kalitwa Harrison, kako kalitwaje? Mama, tuambie. 14 years. 14 years bila mtoto. Huyu anasema alikaa hapa alikuwa amekaa dunia hii miaka 14 tangu aolewe bila mtoto. Kuliendaje? Na baada ya kuombewa nikabarikiwa na twins. Twins after 14 years. Huyo ndiye ile mama niliombea mara 20. Watoto wako wote wawe hodari duniani. Haya, tuambie. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina naitwa Sara Waithera. Nilikaa nikipata mimba ikitoka, baadaye Harrison mtumishi akasema watu watapata mimba, nikapokea mimba ikutoka, nikapata mtoto kijana anaitwa King Baraka. Huyu alishika mimba nyingi zinatoka, but came here and the sign was made. Na wewe? Nilikuwa huku 2017. Nilikuwa napata miscarriage ikitoka, nikipata mimba inatoka, so nikakuja huku nikamake vow, nikaambia Mungu mwaka ukiisha 2017 nilikuwa nimeshikilia mtoto kijana, na 2017 November nikashikilia mtoto kijana. Hallelujah, pigeni Bwana Yesu makofi. Haya, mwingine. Bwana asifiwe. Amen. Naitwa Jacinta. Watu wa kamera sioni kile kinaendelea hapa. Simuleta kamera moja hapa. 2014 wakati nilijoin hii church, but pastor Archbishop alisema watu wafunguliwe mimba zenye hawajiwezi pata. Yangu nilisikia pale nyuma imefunguliwa. Na after kwenda hosi kuangaliwa nikapata niko na ball sign, niko na ball ya boro ni nini? Amesema boro ni nini? Haya, ne boro. Haya, we twende tukuje pande hii. Kujeni kabisa hapa katikati. Haya, tuambie dada. Bwana asifiwe kanisa. Amen. Nimekuwa na shida ya miscarriage. Nikakuja hapa kwa hii kanisa, nikaombewa na tukaambiwa ilikuwa siku ya Sunday
tukaambiwa kuna vitu zitapotea kwa mili ya watu na wakaambiwa washuhudie, lakini mimi sikuweza kushuhudia. Yes. Lakini nikienda nyumbani kuna kitu ili happen, hata sikuwa naweza kuonana na mzee, lakini ikafanyika kama muujiza. Sasa uko na mtoto? Sasa hizi Mungu amenijalia nimeshika mimba. Kwa hivyo miujiza miwili, kushindwa kuonana na mzee na kushika mimba, na kweli mimba iko hapa. Bwana asifiwe. Na nimesikia vocabulary mpya inaitwa boro Kuja tuambie. Miaka 5 bila kupata mtoto. Wacha tueleze. Bwana asifiwe kanisa. Amen. Kwa majina naitwa Gladys na nimeokoka. Tangu 2010 niliolewa nikakaa up to 2015. Nilikuwa nakuja maombi ya Wednesday. Hata kuna wakati bishop alikuwa ananiuliza kama ni ile shida. Alafu namwambia ukweli. Akaniambia hapana, enda nyumbani utapata mtoto. Nikasema nitakuja mpaka nipate mtoto. Kwa saa hizi niko na mtoto wa 10 years old called Prince Miles. Na wewe ulikosa mtoto? Miaka mingapi? 11. 11. Bebe ndiye huyo ameingia. Kuja karibu nimguze. Bebe uwe mhubiri, at least uwe prophet. Na kubariki katika jina la Yesu. Ulikuja kuombewa hapa? Uliombewa? Nilienda kwa mlima kuomba. Nikamwambia niende nitafuta mtu wa Harrison, anaitwa Harrison Ng'ang'a na lobby hii anisaidie. Ni nini? Ulikuwa mlima gani? Anikufunga na kuomba. Pande gani? Nilikuwa nimeenda Kimonyo. Haya, uko ni wapi? Katondo. Ukaambiwa mtu anaitwa Harrison. Nitafuta Nairobi hii mtu mmoja atanisaidia anaitwa Harrison Ng'ang'a. Ukakuja? Nilikuja. Shida ikaisha. The baby has come. After how long? Nimekaa 11 years. Ra. Pigieni Bwana Yesu makofi jameni. Ishara na miujiza. Na wewe tuambie. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Penina Wanjiko. Nimeokoka. Nilikuwa nikishika mimba zinatoka. Kuna wakati hadi venye nilikuwa nakuja maombi huku, watu wakaniambia ati venye nakuja kwa Harrison ati napotea njia, lakini Mungu alinitendea na saa hii baada ya kupotea njia ukapata mtoto. Ndiye huyu. Na umbariki katika jina la Yesu. Asante. Na Bwana asifiwe. Amen. Mimi nilikuja hapa. Mlete atuambie, sijamaliza na huyu. Muinue aniambie kitu moja. Mama, sasa nauliza wewe. Wale walikuwa nasema mnapoteza njia, baada ya kuona mtoto walisemaje? walisema huyo Mungu awachi. Ndio, walisema Mungu baada ya kuona ishara. Na wewe? Mimi nilikuja maombi Wednesday, ukaniombea. Kuniombea hata sikumaliza miezi 4. Nikabarikiwa na mtoto. Ulikuwa umekaa muda gani bila mtoto? Miaka 5. Wa ndiye huyu. Bebe. Yara miracle. Uwe mtu mkubwa, mtu hodari hapa Kenya na duniani katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Mimi nilikuja hapa na mimba ya miezi 6. Mtoto hakuwa anacheza. Nikakuja nikakaa pale hivi, nikaambia Mungu naamini Mungu kumjiza. Ukasema hii roho inueni mikono. Tulipoinua nilisikia mtoto ameruka. Na akaanza kucheza kutoka hiyo siku na alikuwa amekufa kwa tumbo. Haya, alikuwa amekufa? Nani alikuambia amekufa? Nilikuwa nimeambiwa, nikasema sitaenda kufanywa operation. Walikuwa wanataka kumtoa? Kukuja hapa akafufuka. Sasa kumeendaje? Ako Sunday school. Aliambiwa mtoto amekufia kwa tumbo aende akatolewe, akakataa. Akakuja hapa kwa ibada. Mtoto akafufukia kwa ibada. Na saa hii ako hapa Sunday school. Umulete nimwekelee mkono, atakuwa mtu hodari. Ama sio vizuri kuwekelea hiyo mtoto mkono? Ni nani? Ni Yesu. Haya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nilikuwa na vijana tu karibu nitupwe, nikakuja huko. Mtu anaweza kutupwa kwa kukosa kijana? Kumsichana. Haya. Alafu kukaendaje? Nikakuja hapa ukaniombea nikapata msichana mmoja. Na ulikuwa umepata wa vijana wangapi? 3 tu peke yake. Ukitafuta msichana. Unasikia wala wanawake wako karibu kutupwa kwa sababu ya kuleta jeda moja? Na hii jeda ni mwanaume analetanga ama ni mwanamke? Bwana yako ndiye alifanywa muujiza.
Tuambie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tulikuja hapa sisi wawili. Mkiwa na mzee. Yes. Wednesday prayers after kupata miscarriage. 1 month haikuisha tukapata miscarriage. Sasa ndiye huyu the angel. Baba Mungu nabariki katoto haka. Duniani awe mtu mkubwa katika jina la Yesu. Na hutapata hizo miscarriage tena. May God be with you. Sweet couple. God bless you. Amen. Na mimi nilikuwa na mtoto msichana, nikakaa kwa muda mrefu nikiwa siwezi pata mimba na nilikuwa nimefungika kabisa. Hata siku za mwezi sikuwa napata. Nikaenda mahospitali, nikaenda mpaka hata kuombewa mahali kwingine na nikaona wewe ni wapi uliombewa? Mali niliambililiwa na mtu, nikaenda. Ukapiga shosholobili ukafika? Nikaombewa mara ya kwanza, roho yangu ikaona hapo si sawa. Hapana. Kwa sababu mara ya pili kutuombea aliniambia nikuje na bwanangu ati akataka kutupaka mafuta, akatuambia tununue ingine. Nikasema hapana, roho yangu ikakataa. Wakati tulikuja mahali hapa ukaniombea, siku zikakuja hiyo siku tu nikiwa hapa. Na nikaenda nikapata mimba, nikapata mtoto kijana. Wa mleta hapa nimguze. Mtoto wa muujiza, uwe mtu mkubwa duniani na uwe mtoto wa furaha katika jina la Yesu. Mama, hiyo shida imekuja kabisa. Tupigie Bwana Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nilishikia bibi ya brother yangu Imani, alikuwa anapata mimba alitoka mimba zaidi ya 5 na sasa ako na mtoto wa 1 ya kijana. Yaani wewe ukamwaminia? Akapata. Na akapata. Wewe mama wa Imani, utaniaminia nini mimi? Haya, na wewe? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nilipata mtoto wa kwanza akapass, nikipata mimba zinatoka, nilikuwa nimekaa pale hivyo, ukanena ukasema kuna watu hawatawaifurahia uzazi wao. Ndo nilijipata kama nimeanguka, na sasa hizi niko na mtoto wa mwaka 1 na miezi 9 na sasa hizi nagoza mwingine. Hiyo watoto wote wao wakubwa hapa duniani. Mama tuambie. Bwana Yesu asifiwe. Nimekumbuka wewe. Sema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilikuwa na shida mingi nikikuja hapa, nilipata watoto wawili nikawapoteza. Nilikuwa napata mimba zinatoka. Hata watu walikuwa wanaanza kutuongopa, kutuongelelea mambo mabaya. Ya shaitani, wanasema ni nyinyi mnapea shaitani. Wanasema sisi tuko na majini. Lakini wakati nilikuja hapa nikapata huyu. Kabebi kako hapa. Kuja baby. I bless this little boy. Ya kwamba akiwa mtu mkubwa awe mtu hodari duniani, maana alipatikana kwa muujiza katika jina la Yesu. Aibu imeondoka. Praise God. Asha wetu ni nini? Praise God. Amen. Rahab Nganga, nilikuja hapa nikaleta sister yangu on Wednesday's prayers. Alikuwa anaolewa akitupwa, lakini venye alikuja huko akaombewa, ako na mtoto anaitwa Harrison Nganga. Yaani mnaita mtoto Harrison Nganga na hamunileti niona. Muujiza. Na wewe? Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Rea Wanjiko. Mimi nilishikilia neighbor wangu Imani huko Ushago. Mimi niko na watoto 3. Sasa kwa hao watoto 3 tumekuwa tukienda maternity the same time na yeye, but watoto wake hawakuwa wanapitisha 8 months. Walikuwa nakufa between 7 to 8 months. Walikuwa nakufia hapo. Sasa mimi nikakuwa watoto wangu 3 wenye tulizaa the same wako hai, but wao walikuwa nakufa. So hata nilikuwa nikikutana na yeye, nilikuwa tu hata karibu nifisha watoto wangu. One time nikiwa kwa hii madhabahu, nikasikia sauti inaniambia na Magia alizaa mtoto wa 4. Enda ukamuone. Nikaenda nikasalimia hiyo mtoto, nikapata ako 6 weeks. Baada nilirudi hapa nikakaa kwa kumuombea, alafu nikakuja kwa maombi ya Wednesday nikamtanja, alafu nikakuja nikaandika kanoti nikaweka kwa madhabahu, nikatoa ile sacrifice kidogo nilikuwa nayo. Mungu akaniambia ameponya huyo mtoto. Sasa hiyo mtoto wake wa 4 ako hai, 3 ndio amekufa, wa 4 ako hai. Na atakufa, ataishi. Kuja hapa nikuombee. Moyo mzuri huo. Baba, mtoto huyo ako 2 years. Atakuwa mzee mpaka afike miaka ya wazee. In the name of Jesus. Nawe hodari duniani. Ulipata mtoto? Bwana asifiwe. Amen. Jina yangu naitwa Miriam Wanjiru. Tukiwa huko wakati kanisa ilikuwa huko Dynamo House.
21 years ago. Nilikuja kwa hii madhabahu, nililetwa na sister yangu. Nilikuwa nimepata mtoto wa kwanza, alikuwa sawa. Nikapata wa pili, nikipata tu akakufa. Nikapata wa pili akakufa. Sasa nikaambiwa wewe toka kwa Bwana, uko hapa kuna mambo. Nikaletwa hapa na sister yangu tukiwa huko. Nikaombewa. Wakati niliombewa nilipata kijana saa hii ako 21 years. Wa Dynamo House. Ukago ele. Hey. The God of miracles. Wewe haujapata mtoto, umepata? Ni nini? Niliaminia sister yangu hakuwa na mtoto kila wakati. For how long? Alikuwa for 5 years. Hajapata na wako na bwana. Kila wakati bishop ukiitana wale wa mama wana watoto ningekuja. Niliona ukitokea nikashindo kama unataka kupata mtoto bila mzee. Sasa ako na mtoto, alipata last year October. Sasa na wewe kwa sababu ya kuamini hivyo mzuri, Mungu akupatie mtu wa kukuoa na upate watoto. In the name of Jesus. Hey! Pigieni Bwana kelele ya shangwe, haleluya! Amefanya maajabu ama hajafanya? Amefanya maajabu ama hajafanya? Niliombea wanawake hapa ambaye walikuwa wamekatwa na kisu kwa tumbo na wakapata miujiza. Wale wamekuja kwa kanisa leo, wakuja watuambie kama muujiza bado unadumu ama ulikwisha jioni. Wako wapi? Niliomba hapa miujiza ikatendeka isiyo ya kawaida. Ile walikuwa wamekatwa na bisu ikapanguswa kama raba. Kujeni hapa wale wako hapa watuambie kuliendaje. Ni siku ya kusikia vile Bwana anafanyanga ishara na miujiza. Ministers ndio wameanza. Kujeni. Minister wakawa warembo. Semeni kuliendaje? Ilipotea kabisa. Na ilikuwa inaonekana hivi rais. Vizuri sana. Na sasa ukarudi kama kamusichana. Hakuna. Na wewe? Wamusie. Mimi sikujua ikipotea, nilifika kwa nyumba nikapata hakuna. Hakutokea kuombewa. Mungu akamuona akapaguza. Na wewe kuliendaje? Mimi nilikuwa nimefanywa cesarean na ilikuwa inaniumiza sana mwili. Wakati uliposema ya kwamba tuweze kutokea, hiyo alama itaisha. Toka wakati huo hata nilipata mtoto mwingine bila cesarean, anaitwa Faith. Na hakuna sign umewahi kukatwa? Gai bito arogo so mwadhani. Na wewe? Tuambie. Nilikuwa nimefanya operation mara 3. Wakati ulituombea. Ulikuwa na sika 3? 3. Yangu ikaisha zote. Zote paka leo. Uko kama vile ulizaliwa. Kuja hapa ni kuwekelea mkono. Kumbe miujiza inadumu. Na wewe tuambie. Mimi hata sikukuwa kwa kanisa. Ulikuwa wapi? Nilikuwa huko Vihiga, huko Kaimosi. Kwa ule baba yangu ya 103. Alafu ukaona TV. Sasa nilikuwa ninaona kwa TV. Sasa ukasema wale watu wote wamefanya operation na wamekatwa, waende wajiangalie alama hakuna. Mimi nikienda kuangalia. Ukiwa Vihiga? Vihiga huko Kaimosi huko ndani. Ndio sasa umeingia hapa. Alama hakuna. Gai wito. Na wewe? Bwana asifiwe. Wale wananiona wakiwa nyumbani mnasikia Vihiga ni bali. Alifanywa muujiza ile inafanyika hapa. Ukiwa online ile mambo inafanyika hapa ni yako, you are in the church with us. Mimi nilikuwa nimefanyiwa CS2 na nilikuwa hapo ukiomba. Saa ile ulisema tuangalie, mimi nilipata muujiza wangu hapa na nimepona. Kuguzwa. Nilipona CS na ilikuwa ni lunch hour. Nikaangalia nikaona kidoda imeisha. Nikapigia pastor mwingine nikamwambia, akaniambia hata mimi nilikuwa na watch na yangu pia imeisha. Haya, na bwana yako alikuwa ameiona? Aliona imeisha? Yes. Huyo mzee alisemaje? Alifurahia. Na wewe? Mimi yangu nilikuwa nimeambiwa na rafiki yangu ya kwamba unaombea watu hizo scars zinaondoka. Sasa nikatamani ile siku yenye uliita watu nikakuja. Mimi nilishika tu hivi nikiwa hapa, ukinifanyia tu yangu ilienda tu mara hiyo. Ikaenda. Miujiza ilitendeka. Baada hiyo kuna mtu? Yangu ilisha, ilikuwa ya 28 years. Scar. Ukawa smooth kama hapa kwa uso. Wacha nikuguze. Uambie wanawake inawezekana. Bwana asifiwe.
Naitwa Esther, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Kuna wakati ulituita hapa wa mama, ukatupaga ulikuwa unafanya hivi. Lakini ukifanya hivi niliona Yesu nyuma yako. Ukasema leo ni siku ya kuponya wenye wako na scar. Kwenda kuacha kuangalia. Juu nilikuwa nimefanyiwa operation giving birth the third born. Hakuna, ni venye tu nilizaliwa saa. Inashukuru. Mzee aliona hiyo muujiza. Alisemaje? Alistuka. Alistuka. Akasema Yesu ni Bwana. Wewe mkulina ulifanywa kitu? Kuliendaje? Kulikuwa wakati lunch wa huko town, ukasema kila mtu ako na upasuaji akuje pele, nikakuja, nikaombewa, ikaisha hapo hapo, na nilikuwa na kitu inanidunga zaidi, siku inama na siku hizi wangi. Uishi miaka mingi. Yangu nilikuwa na CS 2. Wakati ulikuwa Dynamo ukatuambia tuende kwa choo mtu angalie. Niangalie nikakuta ni sidaska. Kwenda nyumbani bwana akaniambia huyo Mungu niombea hata mimi niokoke. Haya. Mzee anaweza kuokoka, hata mimi naweza kuokoka na hiyo nikiiona. Hiyo watu wanasema utaishi naye mpaka kifo. Mama? Yes, Bwana apewe sifa. Nimeokoka, Kristo ni Bwana. Last wakati ulikuwa umetuombea hapa ukatuambia wale wako na scar waende waangalie, watakuta hiyo scar zimeisha. Mimi nilienda kwa choo nikaangalia, nikakuta hakuna kabisa hata leo. Na kuenda nyumbani watoto wako amini, nikaita msichana wangu mmoja aone akakuta hakuna. Tago gaye. Nimeokoka. Mo. Mimi nilifanyiwa 3, lakini walikuwa nasema niko na tumor kwa overhead, walikuwa nataka kuenda kuangalia, nikafanyiwa 3. Nikakuja on Sunday, vile uliitana si kutokea juu ulisema wenye wako na scan wamepata watoto, na mimi si mtoto nilipata, si kutokea. Kufika kwa nyumba nikaanza kujikuna, kuenda kuangalia nikapata hakuna kitu. Yaani ulipona ukiwa kule kwa watu? Naye anaitwa Mungu. Yeye ndiye huyo amue ni nani atapona. We kwani ulipata mtoto? Hapana, sikupata. Na nini umekuja kufanya? Nilikuwa na growth, nilikuwa nayo, nilitolewa ya 12 kgs kwa tumbo. Haya. Na ilikuwa imeweka scar kubwa kwa tumbo yangu. Ukatuita hapa. Hata sikuwa nakumbuka nilikuwa nimefanya operation 2. So nilikuwa na hii ya tumbo. Sikuwa nakumbuka hii nyingine. Wakati ulituita ukatuombea, hii ya tumbo ikaisha. Nikienda kuangalia ile ingine nikapata nayo, kwa sababu ya jiachoo nilikuwa nimefanywa ingine nayo nikapata imeisha. Yaani uko vile ulizaliwa? Yes. Anaitwa Jehova El Shaddai. Umesikia mama maneno? Na wewe? Mimi nilikuwa nimepata na CS service, ukasema wenye wako na hiyo kidoda wa nini, na nikaamini, nikaenda kuangalia kwa choo nikapata hakuna. Mpaka leo unakuwa smooth. Na wewe? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna siku ulisema tutokee hapa wenye wako na scar za CS, na mimi nikatokea, ukaniekelea mkono, sikuanguka. Lakini nikasema mimi naamini hata kama sijaanguka nimepona. Ukasema twende kwa choo. Mimi sikuenda kwa choo, nikaketi chini. So ilikuwa mahali imefika mwisho, nilikuwa nasikia kujikunanga saa zingine nikisikia joto. But kufika nyumbani mimi sikuwa nayo, ilikuwa imeisha. Na sasa unaangukanga ukiombewa? Anguka katika jina la Yesu. Hiyo muujiza umepata. Asante. Na wewe? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilikuja hapa on Sunday, ukasema weekdays uliombea watu. Mungu alisema waambie wamama wa hii kanisa anawapenda, ukamwambia aonyeshe sign, akapangusa CS scar. Mimi nikasema si ningekuwa hapo at least nipaguswe. Ukasema na wenye wanaamini wakuje. Mimi nikakuja, nilikuwa na scar 3, nimejifungua wote 3 scar sina. Vile nilienda nyumbani kushuhudia familia yetu, my sisters wakasema tuonyeshe tuone. Nikawaonyesha sina. Uliwafungulia nguo waone? Walisemaje? Walisema kweli hapo kuna Mungu. Pigieni Bwana Yesu makofi jameni. Ishara na miujiza. Utetea Injili. Na wewe? Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nilikuwa nimefanyiwa operation mara 2.
Ya pili nilikuwa ninakaa kama kigunia, nikiangalia kwa kio na jidharau juu nakaa kama kigunia. Haya. Wakati Tubu. Wakati ulituombea, nikaenda kwa choo hata sikuamini na nikapona. Ukakuta hakuna. Kabisa. Beautiful arches. Biblia inasema beautiful arches. Na wewe? Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Joyce Wanjiro. Nilikuja hapa na nikaombewa, nilikuwa na scar 2 na nilikuwa na trust God pia for that bone. Na venye nilienda daktari aliniuliza aoni scar, nilifanywa surgery aje juu aoni scar. So ilibidi daktari wakati nilijifungua ulichukua hiyo chance kumhubiria? Nilimwambia hata mimi sielewi, lakini nilikuja kanisa na nikaamini na sky kabisa pia. So juu mtoto alikuwa mkubwa ikabidi watafute njia, na nashukuru Mungu nikajifungua vizuri na mtoto sasa ako 4 months. Na sasa hauna scar? Niko na scar lakini naamini Mungu. Kuja hapa ya mtoto mwingine tena. Kwa hivyo sasa lazima uombewe tena. Haya, enda uangalie kama imekwisha. Huyo kijana amefanya nini? Mleta tumuombee alafu tupigie Bwana Yesu makofi. Jameni. Ninakuombea upone katika jina la Yesu, na kemea magonjwa yote yako ndani ya hii mwili, na iamuru itoke, na maspiriti yote imemkaba iondoke, na ile mlango ilitumia kuingilia na ufunga. In Jesus mighty name. Amen. We atukuswe Mwokozi. Bwana Yesu asifiwe. Niliona wazee wengi walikuja hapa kwa kanisa, nikawaambia walikujaje. Akaniambia sasa mke wako na unaona scar ya kisu mahali ilipitia, alafu unakuja unakuta ni smooth kama vile alikuwa mkioana, unafanya nini nyumbani? Kasema hata kama ni mimi nisingekaa nyumbani tena. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka ni imani, si mhubiri. Ni imani ndani ya nani? Ya Yesu. Ni nani Haleluya. Abia jirani, ni Yesu. Haleluya. Amen. Unafikiria tufanye nini na sasa imeisha? Bwana Yesu asifiwe. Wanawake wale hawapati watoto, mnaweza kuamini sasa mfanyiwe muujiza na nyinyi siku ya leo. Haya, wakuja hapa sasa. Na sijui kama mumeona hapa wazee hawakukuja kutoa ushuhuda. Wale watu wanateseka sana mtoto akikosekana ni mama. Ni kweli ama si kweli? Lakini huu muujiza umefanyika kwa sababu ya wanaume. Ni wanaume ama si wanaume? Kama ni wewe umeshikisha mke wako mimba, ungekuwa hapa ama haungekuwa? Lakini nao wazee wanasema enda useme vile Bwana amefanya. Na tunajua hao wanawake hawawezi kushika mimba peke yao. Ni kweli ama si kweli? Ya wale wako nyumbani, tuamini Bwana. Kama hauna mtoto uamini Bwana ya kwamba ombi hili kidogo nitaombea wanawake hawa litakushika na wewe mahali ulipo. Na please usizoee Mungu. Unaweza kuzoea Mungu afanyie wengine miujiza na wewe unapitwa. Usinipite Mwokozi, unisikie unapozulu wengine, usinipite Yesu. Yesu, naomba unisikie unapozulu wengine, wa mama munisikia. Leo nyumba hii iko na malaika wengi sana wamekuja. Na angels wakikuja kwa mkutano, miujiza hufanyika. Hata kama ni bwana yako ako na shida, itakwisha leo hii. Wanawake hao wengi wametoa ushuhuda hapa. Wengine hawako na problem.
ni husband. Lakini walipoamini, even the husband changed. Na nyinyi muamini, the Lord will remove the shame. Hiyo aibu ya kukosa mtoto. Ni nani anaambiwa sasa atafukuzwa kwa kukosa mtoto? Inua mkono nione. Ilisemekana utaenda. Imagine aende. Naye Bwana amesema hakuna mahali mtaenda. Utanyonyesha watoto kama watu wale wengine. Na wale wako na fibroids hapa zitakwisha leo katika jina la Yesu. Hautaziona tena. Na nimesikia nguvu imeshuka. Ninasikia nguvu imeshuka juu yenu. I command a miracle conception. Nimeamuru kushika mimba kwa muujiza. Azani kupokea, 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 azani kupokea. Kushika mimba kimiujiza, azani kupokea. In the name of Jesus. Hakuna mwanamke amekuja hapa atakosa mtoto. Mwaka ujao majira kama haya mtakuwa na watoto. Saka raba 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 rabo shanda raba raba. Nyungu ya mtoto inatengenezwa saa hii. Saa hii ndio nyingine mnasikia moto kwa tumbo. Nyungu ya mtoto inatengenezwa saa hii. Hata wewe umefunguka. Wahiguka. Hata wewe umefunguka. Aibu imekwisha. Hautashekelewa tena. This has gone. Kuna kushekelewa tena. Hata wewe.